Nisha tena katika ukumbi wetu wa darasani kama tunavyokutana kila siku ya Alhamisi, tukipitia kwenye mafundisho ya dini yetu, na tunasoma vitabu viwili mashuhuri, kitabu chenyewe kitukufu cha Qur'ani, lakini pia huwa tunasoma kitabu cha hadithi cha Al-Lu'lu' wal Marjan. Tunakisoma hadithi hizi, na wiki iliyopita tuliishia hadithi ya 78 mlango wa 56 mlango. Leo tunatokea hadithi ya 79, babu tajawuzi llahi an hadithi nafsi wal khawatir bil qalbi idha lam tastaqir, mlango unaoelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaondolea waja wake, yani ametuondolea sisi hawarithi nafsi, yale mtu anayoyawaza katika akili yake, mazungumzo mtu anayofikiria, wal khawatir bil qalbi, na yale yanayopita katika moyo anayowaza, illa mtastaqil, kama haja yafanya. Allah kwa rehema zake na neema zake amejalia kwamba sisi tunafikiri vitu vingi. Wakati mwingine unaweza kufikiri hata jambo baya kulifanya, naweza kuwa jambo zuri, jambo jema. Wakati mwingine unaweza ukawaza kitu ambacho hakikubaliki katika Uislamu. Kama ingalikuwa Allah subhanahu wa ta'ala atatuandikia na kutulipa, basi ingalikuwa mtihani mkubwa kwetu, lakini kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala amejalia jambo mpaka mtu alifanye, ndipo ambapo mtu anapoandikiwa, na hasa linapokuwa baya. Kwa hiyo katika somo letu la leo ndio tutakuwa tunapitia katika mlango huo. Hadithi ya 79, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna Allaha tajawaza an ummati, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amewaondolea umati wangu kuwaadhibu, ma haddathat bihi anfusaha, kwa kile mtu ambacho alichojizungumzisha yeye mwenyewe, ma lam ta'mal au takallam, muda wa kuwa hajalifanya jambo hilo au amesema. Ukiwaza jambo ukalisema litaandikwa, kwa sababu tayari umeshalisema. Lakini umewaza tu, limekaa tu katika akili yako, ningefanya jambo fulani, hata kama lingekuwa jambo baya, haliandiki chochote. Lakini kama umeliwaza ukalitamka kwamba hivi na hivi, basi jambo hilo litakuwa limeandikwa, sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, halitoki mtu tamko lolote halitamki isipokuwa wafuatiliaji na waandishi wa kulihifadhi jambo hilo wako hapo hapo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akifafanua ndo anasema kile ambacho mtu anachokifikiri na kukiwaza katika moyo wake hakiandikwi muda wa kuwa maalam tamal au takallam, muda wa kuwa hajalisema au hajalifanya jambo hilo alilokuwa ameliwaza. Lakini pale tutakapokuwa umelisema, basi linakuwa limeshaingia katika vitabu, limeandikwa na utalikuta. Na ndio hapa pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoelezea watu atakavyoyakuta yaliyoandikwa katika vitabu vyao. Hakuna mtu ambaye atathubutu kukataa yaliyoandikwa katika kitabu chake, sababu anayatambua, anayakumbuka, isipokuwa atakacholalamika atasema mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan, hiki kitabu akiachi dogo, hata lolote limeandikwa, liwe dogo liwe kubwa, imekuwaje? Kwa sababu anatambua haya, liwe dogo yeye analikumbuka amelifanya, na liwe kubwa, kwa sababu siku ile Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba siku ile mtu atakuwa ameondolewa kibanzi ambacho kipo katika macho yetu, basi falyawm fabasaruka alyawma hadid,
fakashafna anka ghitaka fabasaruka alyawma, tumeondoa lile ambalo lilikuwa linaziwia kuona mbele, tumeliondoa lile ambalo lilikuwa linaziwia kuona mbele. Basi leo fabasaruka alyawma hadid, leo jicho lako linaona mbali sana. Kwa hiyo kila kitu mtu atakuwa anakiona, na kwa hiyo hawezi kukataa chochote ambacho atakachokuwa anakiona katika kitabu chake. Ni juu yetu kujichunga yale tunayoyasema na tunayoyafanya, hilo ndio la msingi. Ama swala la kuwaza na kufikiri, haya yanakuwa katika nje, wakati mwingine yako nje uwezo wa mwanadamu. Mtu anaweza akawa linampitikia jambo tu, anawaza anafikiri, lakini asilifanye. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana katika inapofikia hatua ya kulitamka au kulifanya jambo lolote. Babu idha hamma al-abdu bihasanati, mlango unaelezea mtu anapokusudia kufanya jambo jema, kutibat, anaandikiwa yeye jambo lile kwamba jema kamili, hata kama hakufanya. Upande mwingine tutaiona wa idha hamma bisayiat, akikusudia jambo baya ifanye. Na hii ni rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah alipokuwa anaisherehesha hadithi hii katika kitabu chake mashuhuri cha Al-Arba'un an-Nawawi, kaelezea fandur, tizama rahmatullahi alayhi, ziangalia au maneno kama hayo kwamba ziangalia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Maana yake hadithi imeeleza kwamba idha hamma bihasanati, mtu akikusudia kufanya jambo jema, falam yaamalha, na asilifanye, basi ataandikiwa yeye hasanatan kamila, ataandikiwa jema moja kamili kabisa. Na akilifanya basi ataandikiwa asharati amthalia, mara 10, yani mema mara 10 zaidi ya yalivyoandika, ila 700 ila adhaafin kathira, mpaka daraja 700, mpaka zaidi ya hapo, mtavyoona hadithi. Lakini anapokusudia jambo baya, kinyume chake haliandikwi mpaka alifanye, na akilifanya linaandikwa baya moja tu, yani moja kwa moja tu. Na kama hakulifanya kwa mujibu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa sababu mazingira hayajamruhusu kulifanya lile jambo baya, hakulifanya kwa sababu ya mazingira, anayaona kwamba mazingira ikiwa hivyo, wewe ubaya wako uko pale pale. Lakini yule ambaye hakulifanya akakumbuka wakati anataka kulifanya, akaona hapa Allah ananiona na hivi malaika wake wapo na mambo yangu yanaandika, wakaliacha, basi anaandikiwa jema kamili kwa kuacha kufanya jambo baya. So Imam Nawawi akasema basi tuangalie upole wake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, au maneno yenye maana kama hiyo aliyosema Imamu kwamba moja linakuwa baya, moja linakuwa baya moja, jema moja ukilifanya inakuwa mara 10, na hata usipofanya linaandikwa jema. Sasa kwa nini ije kuwa sasa siku ile mtu mizani yake ya mambo ya kheri yawe mepesi kuliko mizani ya mambo mabaya? Inabidi tuzingatie na tutafakari na kuchukua hatua muhimu sana. Kwa hiyo ala kulli hali, hivi ndivyo ambavyo wanachuoni walivyoelezea. Kwa hiyo hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha ahsana ahadukum islamahu, mtu akitekeleza vizuri uislamu wake, akafanya yale aliyoamrishwa na akayaacha alikuwa amekataza, basi fa kullu hasanatin ya'maluha, kila jambo jema analolifanya, tuktabu lahu, linaandikwa kwake yeye biashiri amthaliha ila 700 dhiafin, inaandikwa mara 10 mpaka daraja 700. Wa kullu sayyi'atin, na kila baya amalu atakalolifanya, tuktabu lahu bimithla, linaandikwa baya tu kama vile alivyofanya. Kama umefanya moja, litaandikwa baya moja tu, uzito wake ule ule, halizidi kama ambavyo inazidi kule manjabil hasanati falahu ashru amthali. Ndivyo inavyozungumza katika aya za mwisho kule kwenye suratul An'am. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika sura ya namna hiyo. Hadithi tuliyoelezea alikuwa anaifafanua Imam Nawawi ni hapa, hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhum ani nabii sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla, sema qala inna Allah kataba alhasanati wasayiat, hakika Allah ameandika na kupanga, yapo mambo mazuri na mabaya yapo, ambayo na mazuri watu wameelekezwa wayafanye, na mabaya watu wamewakataza wayache. Thumma bayyana dhalika, kisha akayabainisha kwamba jambo hili baya, jambo hili jema, kwa hiyo hili baya liacheni, hili jema lifanyeni. Faman hamma bihasanat, atakayekusudia kufanya jambo jema moja,
falam ya'malu, ana asifanye, katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila, Allah anamwandikia jema kamili. Umekusudia wewe utatoa sadaka, utasoma Qur'ani, utasaidia asiyejiweza, utafanya hivi, utafanya hivi katika jambo jema, halafu ikakupitika sababu yote, uvivu tu, wala una sababu yote ya msingi ya lile jema kulifanya, ukaacha tu usilifanye, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea hapa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudusi kwamba anaandikiwa mtu yule hasanatan kamila. Fa in huwa hamma biha, ikitokea amelikusudia, faamila hana akalifanya, basi katabaha Allahu indahu 10 hasanat, Allah anamwandikia mema 10, ila 700 dhaafi, mpaka daraja 700, ila dhaafin kathira, mpaka daraja nyingi kabisa zaidi hapo, kulingana na ikhlasi yake jambo lile alivyolifanya. Hii ni upande wa wema. Sasa tunataka ikram gani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi? Yani jambo jema tu moja ukilikusudia na utilifanye, moja tayari jema limesha. Yani kwa kukusudia tukifanya wema, basi hata tuweke tu azma ya kufanya jema. Ukiweka azma tu ya kufanya jambo jema, tayari hilo limeshaingia katika daftari yako, katika orodha ya vitabu vyako limeshaandikwa hilo jema. Basi tuwe na nia njema, ndo maana yake tuwe na nia njema, kwa sababu ya jema tulile kulikusudia tu kule, Allah subhanahu wa ta'ala analiandika hata kama hujalifanya. Lakini waman hamma bisayiati, anayekusudia kufanya ubaya, falam yaamala, ulijitafiti ukafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, baadaye ukaliacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamil, kwa kule kuliacha tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala linaandikwa jema moja kamili. Fa in huwa hamma biha faamila, atakayekusudia kufanya ubaya na akalifanya, katabaha Allahu lahu sayiatan wahid, basi alizidi, litaandikwa lile lile baya moja ulilofanya. Uzito wa dhambi yako ule moja ile ile, itatofautiana tu uzito wa dhambi, maana yake ubaya moja linatofautiana, sababu yapo makosa kama ambavyo tumeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo kabair. Kwa hiyo uzito wa dhambi utatofautiana wa aina gani, lakini itakuwa ni moja tu, halizidi mara 10 ya vile ulivyofanya, kama ilivyokuja katika mlango wa mtu anayekusudia kufanya jambo jema. Kwa hiyo ni juu yetu tu, kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala ametuzawadia hiyo fursa, ile nia tu yawe kufanya jambo jema na usilifanye, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia jambo jema. Wewe unakusudia tu, kama mimi nitaswali rakaa 2 za dhuha leo, nikifika ofisini pale, kabla sijafungua makabrasha yangu, nitakwenda kupiga rakaa 2 pale za dhuha, basi tayari ile usiposwali tayari umeshaandikiwa jema moja wewe. Yani umeshaandikiwa swala moja ya dhuha umefanya wewe, hapo hujafanya. Sasa ukija ukiswali inakuwa biashara amthali, mara 10 mfano wake. Ala kulli hali, kuwa na nia njema kuna athari kubwa sana katika nini, katika dini yetu hii ya Uislamu. Kwa hiyo maana yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza umuhimu wa kuwa na nia na azma na mipango ya kufanya mambo mema, kwa sababu jambo jema, ile azma yako tu ile, usipolifanya tayari wewe umeshaingiza katika orodha ya vitabu vyako. Kinyume cha jambo baya, ukilikusudia mpaka ulifanya ile jambo, ndo linakuwa linaandikwa. Kwa hiyo hii ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu, na ndio anatuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umuhimu wa kuzikarabati nia zetu na kuzitengeneza hivyo. Kisha Sheikh anatupitisha katika mlango wa babu alwaswasatu fil imani wa ma yakulu man wajadaha, wasiwasi na yale yanayojitokeza katika imani ya mtu. Wakati mwingine kama ambavyo ule tumeanza juu anavyotuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah ametuondolea yale tunayoyawaza. Sasa wakati mwingine mtu unawaza mambo mabaya kabisa, yanaweza kumtoa mtu, lau kama atalifanya, atalitamka likamtoa katika Uislamu. Sasa inakuwaje? Wakati mwingine inakuja, unaweza ukakaa na fikra kama hizi. Anasimulia hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yati shaitan ahadakum, shaitani anamwendea mmoja wenu, fayaqulu, alafu anamjengea hoja katika akili yake, anamuuliza mwanadamu awaze na kufikiria, man khalaqa kadha, man khalaqa kadha, man khalaqa kadha, kwamba hivi nani ameumba hiki, nani ameumba mbingu, nani ameumba ardhi, hii ardhi vipi imekuwa. Basi yanakuja yale mawazo katika kichwa,
Unawaza tu kwamba hii mbingu ikoje, aliumba nani, amefanya nini? Katika akili ya mwanadamu sheitani anakuja kwa staili ya kuvuruga akili za watu, hata yakulu, mpaka anafikia akamsemesha mwanadamu, man khalaqa rabbuka, man khalaqa rabbaka, nani aliyemuumba mola wako? Naweza ukafikia hivi sasa, kama hii mbingu imeumbwa na Mungu, ardhi imeumbwa na Mungu, sio hiki imeumbwa na Mungu, huyu Mungu wenyewe ameumbwa na nani? Kitu ambacho maana yake unamfanya Allah kuwa ni kiumbe, ni itikadi mbovu kabisa, lakini inakuja katika akili ya wanadamu. Hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea, itatokea tu yakawa yanatupitikia au mtu mmoja, si lazima yawapitikie watu wote, lakini wapo yanayowapitikia, anaweza kunipitikia mimi, mwingine na kadhalika, katika sura namna hiyo. Sasa Mtume anatoa maelekezo na suluhisho ikitokea mtu imemjia fikra ya kuwaza aliyemuumba Mungu, hivi Mungu ameumbwa na nani? Ikifikia mtu anajiuliza hoja au anajengea hoja kama hiyo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa idha balaghahu, mtu akifikia hatua hiyo, falyastaidhi billahi waliyantahi, aombe ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na aache kabisa kuwazawaza tena. Hapo atatoka, maana ukiwaza zaidi hapo tena unatoka nje ya mipaka, unatoka nje ya mipaka. Maana unaweza kujikuta kuna hata habari za Mungu, hakuna aliyeumba Mungu. Maana hata hawa ukitizama hawa wana falsafa hawa, unaweza ukakuta ndio hivyo hivyo mambo yao ya kuwazawaza na kufikiri fikiri tu. Mtu anakaa akafanya hivi, mtu anakaa akatengeneza hiki, kimetokana na hiki, kimetokana na hiki, hiki kimetokana na hiki, unawaza tu kimetengenezwa na hivi, basi kila kitu, mpaka mtu anafika basi hakuna chochote, hakuna habari ya Mungu. Uwepo wa Mungu ni akili, uwezo mdogo wa mwanadamu kushindwa kufikiri. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, ikiwa umewaza, umejiuliza, umejengea hoja katika mazingira mpaka ukafikia unatengeneza hoja kumhoji Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo usiendelee zaidi ya hapo kufikiria, na chukua njia ya kuomba ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala haraka sana, na uache kabisa jambo hilo kulifikiria katika moyo wako. Hadithu hiyo ilikuwa ya Abu Huraira. Hii hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yabraha an-nasu yatasaalun, watu hatoacha kuwa wanaulizana wenyewe kwa wenyewe. Wanadamu, huyu anamuuliza mwenzie, wakakaa vikundi vikundi kwenye jalsa, kwenye maskani na hivi, hata yakulu hadha Allahu khaliqu kulli shay, huyu ni Allah ameumba kila kitu. Sasa faman khalaqa Allah, nani aliyeumba Allah mwenyewe? Hivi vyote tumeshajadili, tumeona hiki kaumba Allah, yeye huyu Allah ameumbwa na nani? Sasa ikifikia katika sura namna hiyo, ndio Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba hapo akili yako kama unajiwaza mwenyewe uache, na uombe ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mnajadiliana, mnashauriana, acheni mjadala huo, mjadala umeshafika pabaya, na muombe ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo bado tupo katika mlango wa kitabu al-imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza namna imani zetu za kuzihakikisha zinakaa sawa, zinaimarika, kwa sababu vishawishi viko vingi na mawazo yapo ya namna nyingi ambayo yanayoweza mtu yakamtoa katika nini, yanayoweza mtu kumtoa katika mfumo, katika sura ya namna hiyo. Kisha tunaingia katika mlango babu waidi man iktata haqu muslim biyaminin fajiratan bin nar. Mlango unaelezea makemeo ya kuingizwa na hatari ya mtu kuingizwa katika adhabu ya moto, yule ambaye anataka kupora, man iktata haqu muslim, anayetaka kupora haki ya Waislamu, biyaminin fajira, kwa viapo vya uovu. Siku hizi hivi viapo vipo, mtu anaapia, wallahi anakuapia viapo kibao tu, anataka kupiga mzinga, aidha kukukopa au hivi au vyovyote vile, viapo vingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha hapa, na asili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulielezea hivi, tukio hili litokea baina ya mmoja katika masahaba radhiallahu alaihi na ndugu yake na jamaa yake. Huyu bwana alikuwa yeye, maana mtu ndugu yako anaweza kuwa kaka yako au hata jirani yako au hata nani, mnaaminiana. Ule kuaminiana kuna kuwepo, watu mnaaminiana mpaka ukamwachia vitu vingi ambavyo katika sura ya kawaida huwezi kumwachia. Sasa huyu bwana ana ndugu yake, ana eneo lake. Ule ndugu yake akawa amemruhusu kwamba bwana, njoo uchimbe kisima hapa katika shamba yangu hapa,
utauza maji, utapata hivi kile kisima cha. Kwa hiyo yule bwana mmoja ana eneo, ana shamba, ana ardhi. Huyu bwana akaja kuchimba kisima katika shamba la mwenzie, kwa mujibu walivyoelewana, pengine kwa namna moja ama nyingine. Tamaki kafika wakati akamuona yule mwenye kisima anatengeneza pesa, anatengeneza pesa, watu wanakuja kununua maji pale. Mtu anaweza, kwa mfano chue kama sasa hivi, anaweza kuwa na eneo lake, alafu akakwambia njoo uweke nini, njoo uweke bomba hapa sasa hivi pala nini la maji hapa, alafu watu watakuwa na nini. Kwa hiyo yule mtu akavuta maji akaleta pale, lakini sio eneo lake, eneo la kwako wewe. Au kitu chochote mtu anaweza kuja kuweka, unaweza kama bana, njoo uweke kioski chako hapa, au njoo uweke frame yako, alafu si mnaaminiana wala hakuna mkataba. Mtu anaweza akakuita kwamba bana, njoo ufanye kazi hapa, akakupa kazi ufanye kwa mikataba oro tu ya makubaliano na nini, mnaaminiana mkafanya hivi, bwana njoo ufanye hili jambo. Halafu yule mmoja ikafikia, kwa mujibu wa tukio huyu bwana, ambayo ni ardhi, case study hapa ilikuwa ni ardhi, na mmoja anamiliki ardhi, mwingine akaja kufanya nini, kuchimba kisima. Sasa akaona huyu bwana anatengeneza hela tu hivi na hivi, mwisho akamwambia bwana, kisima cha kwangu bwana, ili eneo la kwangu. Sasa bwana, inakuaje bwana, wewe kisima nimegharamika, nimechimba, bwana twende bwana, peleka kokote. Na yeye akiwa ana uhakika, kwa sababu eneo ni la kwake, akienda popote pale vielelezo anafanya nini, anavyo, na anajua makubaliano yao yalikuwa hayako nini, sio ya documented, hawajaandika. Na hii ndio tabia ya watu waovu, siku zote anakwambia kama una ushahidi nenda mahakamani. Anajua kabisa kwamba huyu mtu hapa amefanya, amewajibika, amepoteza muda wake, kama ikiwa ni kufanya kazi amefanya kazi, ikiwa amefanya hivi anajua kabisa, lakini kwa sababu anataka kumdhulumu anamwambia kama unaona mimi nakudhulumu kama na nini, nenda mahakamani, kwa sababu anajua hana nini, hana ushahidi. Ndio huyu bwana akawa amemwambia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba ni hatari kubwa sana ya watu kuchukua haki za watu kwa njia za viapo katika sura ya namna hiyo, maana bado ni njia tu ya dhulma. Unapomdhulumu mtu, maanake maelekezo au mafundisho kwamba unapomdhulumu mtu eti kwa sababu hana ushahidi, hana dokumenti kwamba wewe ndio unamdhulumu, kwa sababu unajua hana ushahidi, hana nini, utambue tu hiyo utaenda kuilipa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na una makemeo makali kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hali, kama umemwajiri mtu, umempa mtu, umemwamini mtu, mkaaminiana, basi lazima haki za watu uzitekeleze, wala usidhani kwamba kwa mujibu wa kanuni za kinchi na hivi umemzidi akili basi ikawa nani hivyo. Na Allah mwenyewe akasema kwamba msile mali za watu kwa dhulma, alafu watudlu biha ila al-hukam, kama mnazisukumia kwa nani, kwa mahakimu, kwamba kila mtu kimwambia, maana mtu ukimwambia bana haki yangu hivi na bana wewe nenda mahakamani kama unaona kama mimi unanidai, lakini unajua kama mimi ninakudai hapa na haki yangu hapa, mimi umenitoa kwa utaratibu, kwa nilikuwepo na umenitoa kwa utaratibu na ukaahidi utalipa, lakini leo unaniruka kwa sababu unajua sina dokumenti hizo katika sura namna hiyo, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaenda kuzilipa. Sasa watu wasizichukue haki za watu na kuzidhulumu kwa madai eti dokumenti hamna. Hadithu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa anafahamika kama Abu Abdurrahman, kala, anasema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa yamin, mtu atakayeapa kiapo sabran, ana apa taratibu, liyaqta biha mala mri'in muslim, ili akwapue mali ya mtu. Maana mtu anakuja na ushahidi, watu siku hizo wanatengeneza ushahidi, akamwita mtu, akamtafuta mtu, na hizi referrals zikawa nyingi kabisa za kuonesha kweli ile haki ni ya kwake, kumbe maskini ya Mungu sio ya nini. Sa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu atakayekuwa anaapia kiapo ili akwapue, apore, kama kumdhulumu mtu haki yake asimrudishie, basi laqiya Allah, mtu huyo jambo la kwanza atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alayhi ghadban, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana hasira naye mtu huyo, hamtizami kwa jicho la salama. Sasa wewe jifanye tu mjanja hapa duniani, unajua kuongea, unajua kupanga, unajua kuruka, unajua kufanya hivi, ukaziwia haki za watu, utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala ya ghadban. Wewe acha tu, na watu kimya tu, wako bardi, sio kama waoni, wanajua kwamba wana haki zao kwako, alafu wewe unajitia ndo bingwa, ndo mtaalamu, unajua kila kitu. Utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alayhi ghadban, akiwa Allah ana hasira zote, anatamani atukate vipande vipande, akutose katika moto wake. Naudhu billahi min dhalik. Fa anzala Allahu tasdiqa dhalik,
mtume alivyosema hayo, anasema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah akateremsha aya kusadikisha yale maneno aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akasema, innal ladhina ishtarau yashtaruna biahdi llahi, wale wanaonunua ahadi za Allah. Maana watu mnakubaliana, mnakaa mnakubaliana bila maandishi wala vile wa aimani, na viapo vyao, thamanan kalila, thamani chache, yani maslahi ya dunia. Maslahi ya dunia, hata kama ukapata mabilioni au ukapata nini, muda mfupi tu utaondoka. Na wakati mwingine, maskini ya Mungu, unapata ile pesa na nini, muda wako wa kuishi ndio umeshafanya nini, umeshamalizika. Wanakuja kutumia watu wengine, maskini ya Mungu, wewe umepiga dhulma, umewadhulumu watu, wanakuja kutumia watu wengine. Hisabu iko juu yako, lazima uwaze kwamba ni kweli sawa, umeacha watoto wako wana enjoy, umeacha familia yako wana enjoy, lakini hisabu yote iko juu yako kwa dhulma ulizozifanya, kuwadhulumu watu. Ndio maana Allah akasema thamanan qalila. Allah anasema ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, hawana nafasi yoyote ya akhira ya kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawana hadhi yoyote ile. Na aya inaendelea, imetaja namna nyingi, alaihimul la'natullahi na kadhalika na kadhalika ila akhiril aya. Kala, anasema mmoja katika wasimuliaji wa hadithi hii, fadakhala al-Ash'ath bin Qais, akaingia Ash'ath bin Qais. Ash'ath bin Qais ni mmoja katika masahaba, na ndiyo sababu ya tukio hili, ndiyo sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasema haya. Ash'ath bin Qais akawauliza wale ambao Abdullah bin Mas'ud alikuwa anawaelezea, wakala, akasema, ma yuhadithukum Abu Abdurrahman. Huyu Abu Abdurrahman, yani Abdullah bin Mas'ud, amekuelezeni nini? Alikuwa anakuelezeni nini hapa? Kulna, tukamwambia kadha wa kadha, ametuambia hivi. Hii tukio ile akalisimulia, yani wale wakamsimulia Ash'ath bin Qais kwamba ametuambia mtu atakayejiapiza akaapia ili achukue mali ya mtu. Maana mtu anaapia, wallahi mimi sijanipa, haja nikopesha, hajafanya kazi kwangu, au nimemlipa au nimemrudishia, au maana yake viapo vinakuwa vingi na dokumenti akatengeneza, au mbona alete ushahidi basi na hivi na hivi. Ash'ath akasema hilo tukio wakala, akasema fi ya unzilat, tukio hili na aya hii imeteremka ikiwa inanihusu mimi. Asbabi nuzuli, ni mimi na ndugu yangu. Vipi? Kanat li bi'run fi ardi ibn ammi, nilikuwa na kisima katika shamba au katika eneo la mtoto wa ammi yangu. Naona mtoto wa ammi ni ndugu yake ibn ammi, amekutana baba mkubwa na mdogo. Sasa wakati yeye ana ardhi, mimi nimeenda kuchimba kisima katika eneo lake. Sasa ikafika wakati akaona mimi nauza, nafanya hivyo, hiki kisima cha kwangu bwana, mimi ndo ninakusanya hela, tutaweka mtu hapa wa kuchukua hivi. Ndio hivyo, mtu anamweka ndugu yake dukani, anamweka hivi, anatengeneza frame au kila kitu, halafu baadaye anakuja anamgeuka na anamwambia, wewe kama vya kwako leta ushahidi. Nyumba ya kwangu mimi utawekaje wewe frame kwenye nyumba yangu mimi? Utafanya nini hivi? Akakataa yule mwenzie, yule ibn ammi yake. Sasa lile kadhia ikapelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tulivyoenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala nabiyu, mtume sallallahu alaihi wasallam asema, bayyant, leta ushahidi. Mtume anachouliza, leta ushahidi kama kisima ni cha kwako. Sasa maskini ya Mungu hana ushahidi, hana kielelezo chochote cha kuthibitisha kwamba kisima ni, kwa sababu ni makubaliano yao tu, kwa oro tu ambao wamekubaliana tu wao, hakuna ushahidi wowote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mmoja kati ya mawili, ulete ushahidi au yaminu, au yeye aapie kwamba ile eneo ni la kwake. Sasa huyu anamjua ibn ammi yake, kamwambia kwa kuapia tu yule hashindwi kuapia kama ile haki yake. Na ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fakultu, nikasema, idhan ya'lifu ya Rasulullah, ataapia yule bwana kwa namna alivyo, kweli alivyoitwa, akaja pale. Wakala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man halafa an la yamini sabri yaktatu biha mala mrihim, atakayeapia kiapo kwa ajili ya kuchukua mali ambayo sio yake, akatengeneza ushahidi kama hivyo. Maana yake kiapo ni sehemu ya ushahidi wa yule anayelalamikiwa. Kwa hiyo mtu akatengeneza ushahidi na vielelezo, mimi hunidai, wakati unajua kabisa, unatambua kwamba huyu mtu anadai haki yake hapa, au kaweka nguvu yake hapa, wewe unakuja unaikataa kwa kisingizio kwamba hakuna vielelezo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa huwa fiha, akitambua kwamba anachofanya ni uovu na dhulma, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban, atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa
Allah subhanahu wa ta'ala ana hasira naye moja kwa moja. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana ya kukwapua au ya kusingizia ushahidi, kwamba kutotoa haki za watu kwa kisingizio cha kwamba ushahidi hamna. Maadamu mliaminiana, kama umemkopesha, kama umekopa, kama umefanya nini, haki na mali ya watu, chochote kile mlichokubaliana na ndugu yako na nini, usidhulumu mali za watu, utazilipa tu hizi haki za watu. Tumalizia mlango huu ambao una hadithi moja tu, ambao babu dalilu, mlango unaelezea dalili ala anna man qasada akhadha mali ghairi, anayekusudia kuchukua mali ya wenzie bighairi haqi, pasina haki maalum, na kana alqasid mahdara damu fi haqi, makusudio yake pengine ni kumwaga damu kwa upande wake. Wa in kutila, na mtu huyu mwenye tabia hii ikitokea ameuawa katika sura namna hiyo, ikapelekea mapigano, yeye anataka kuchukua haki za watu, akauawa, kana finnari, lau kama atakufa mtu atafia motoni tu. Wa inna man kutila, na wa anna man kutila, na yule ambaye atakayekuwa ameuawa duna mala, akiwa anatetea haki yake, mali yake, basi anauawa, fa huwa shahidu, akiwa ni shahidi. Kuja mtu atakuja kukwapua, anaweza kufanya hivi na kadhalika. Kwa hiyo hapa ametuwekea hadithi moja tu, kwamba hadithu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadithu Abdullah bin Amr kwamba nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yakulu, anasema man kutila duna mali fa huwa shahid, mtu atakayewawa anaitetea mali yake ni shahidi vile vile. Kaja mtu anataka kupora mali yako, kama tunavyoona watu wanavyovamia kwenye maduka, kwenye sehemu gani wapi, mtu anakuja akavamia, sijui toa ulichonacho, toa hiki. Wakati mwingine mtu anajitetea, anapambana, maskini ya Mungu akazidiwa nguvu, akafanya nini, akauawa, kiwa anapambania kuitetea mali yake, basi anakuwa ni shahidi. Na yule anayefanya ile dhulma, lau kama atauawa, atakuwa ni mtu wa motoni tu, ni dhalimu moja kwa moja. Kwa hiyo ala kulli hali, mlango huu unatuonesha matendo na mwenendo ambao unaoweza kuhatarisha imani zetu kwa namna moja ama nyingine. Babu istihqaq, mlango unaelezea kustahiki alwali, kiongozi, alghashi, kiongozi mwenye kughushi, liriayatihi nan, mwenye kuwaghushi, asiyowasimamia sawa sawa watu wake, ni makemeo makubwa na kustahiki moto mtu huyo. Hadithu Maqal bin Yasar anna Ubaidullah bin Ziyad adat fi mardhihi alladhi mata fihi, kwamba Ubaida alimtembelea yeye akiwa katika ugonjwa ambao alikuwa ndio aliofia. Faqala lahu Maqil akamwambia, inni muhaddithu laka hadithan, mimi nataka nikusimulie hadithi, sami'tuhu min rasulillah, nilisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba sami'tu nabiyya, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yakulu, ma min abdi, hakuna mtu yoyote, istaraahu Allahu ra'iya, aliyempa usimamizi wa kuwasimamia wenzie, halafu falam yahutuha binasihati, asiwasimamie kwa unasaha, yani asifanye uadilifu, asifanye haki katika kuwasimamia, akatumia nafasi ile ya uongozi alionayo kuwadhulumu, kuwaonea, kuwanyanyasa wale anaowaongoza, illa mtu huyo lam yajidi raihata aljanna, atambue mtu huyo hatapata harufu ya pepo. Mtu yoyote yule katika nafasi yote ya uongozi, wala tusiangalie sijui kiongozi wa nchi, sijui kiongozi wa dola, kiongozi wa nini. Wewe unaanzia wewe mwenyewe tu katika level yako ya uongozi wako, katika familia, katika jamii, katika msikiti, sijui katika nini, popote utakapopewa uongozi wa kusimamia. Umepewa kusimamia idara, umepewa kusimamia kitengo, umepewa kusimamia kitu gani, lazima uchunge haki na mipaka ya kuwasimamia watu haki zao. Ukizikwapua haki za watu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hutopata harufu ya pepo. Yes, harufu ya pepo itakuwa inatembea bimasiratin kadha wa kadha. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Al-Lu'lu' wal Marjan. Tutasimamia hapo hadithi nambari 86. Inshallah tutakuja kutokea hadithi nambari 87 inayozungumzia uaminifu. Tungeisoma, lakini hadithi ni ndefu, tunaona tuiachie ili tuje kuanza nayo wiki ijayo biidhnihi taala. Uaminifu ambao ni changamoto kubwa katika jamii yetu. Kila mtu leo swala zima la uaminifu miongoni mwetu linakuwa ni changamoto vile vile. Kwa hiyo tutakuja kuona
maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumziaje swala zima la uaminifu na hali yake na tahadhari ambazo sisi tunatakiwa tuzichukue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi